ya kupona kuna kusonga na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna kusonga kanisa, kuna kusonga pamoja. Ni wapi kanisa tumeregea? Ni kwa maombi. Ni wapi? Hebu tujichunguze. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nitataja ni kwa sababu muda wetu au kubaliki sana kuwa na wakati mrefu. Hebu tukasonge kwa pamoja katika kitabu cha Wakorintho 12. Tusonge kwa pamoja kwenye kitabu cha Wakorintho 12. Aya ya 18. Natumai tuko pale. Neno la Bwana linasema kwamba bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema kwamba hivi sasa ninaposimama hapa nafikiri mnaniona vizuri. Si ni kweli? Na kila mtu anajijua. Kuna umaana wa mwili kuwa umekamilika. Lakini neno la Bwana linatuuliza kwamba basi kama mwili ungekuwa na kiungo kimoja, hivi ni mkono tu. Bwana Yesu asifiwe. Huu mkono ungeshika wapi? Hakuna mahali pa kushika. Ni kwa sababu huu mwili mwingine hakuna. Si ni kweli? Wakati tunapochinja mbuzi inachinjwa, kichwa inaondolewa, mkono unaondolewa, kila kiungo kwa kimoja. Si ni kweli? Zinawekwa kando. Lakini hizi viungo zote zinakuwa kwa mwili mmoja. Kwa sababu tukianza kutoa hizi mikono, kuna kiungo hapa kimebaki. Toa miguu, kuna kiungo, toa kichwa. Si ni kweli? Ni kumaanisha hizi viungo kuna mahali zilikuwa zimeshikilia. Na wakati tunapookolewa ni kumaanisha wewe na mimi tumekuwa kiungo katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Na ni kwa sababu kuna sehemu ambayo Mungu ameitenga, ndio maana siku ya leo tumekutanika hapa. Wewe ni kiungo, mimi ni kiungo, na yule mwingine ni kiungo katika nyumba ya Mungu. Hebu tutazame neno la Bwana linasema nini. Inasema hivi, mstari wa 20. Hiyo First Corinthians 12 inasema, lakini sasa viungo ni vingi. Haleluya. Ila mwili ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Kwa hivyo tukiwa hivi tulivyo, sisi ni viungo. Na kila kiungo kimejishikilia wapi?